Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Ama baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, tulizungumza kwanza jambo la upande wa wanawake, na leo insha Allah tutazungumza kuhusiana na wanaume. Lengo kubwa ni watu kujuana, kufahamiana, kuvumiliana na kuweza kutengeneza mustakbali mzuri wa maisha ya ndoa na kulea watoto wetu, kwa sababu wanandoa wanapokuwa wanapitia changamoto za kuweza kuachana, wanaoteseka ni watoto, kwa sababu mtoto hana hukumu yoyote, lakini anapitia hilo jalamba ambalo wanapitia wazazi, mtoto naye anakuwa analipitia. Kwa hivyo kila mtu anatakiwa amtambue mwenzake. Wanawake tulishawazungumza. Kwa hiyo wanaume wanatakiwa watambue hawa wanawake katika ile mifumo yao wanapitia, lakini vile vile sasa hivi tutamzungumza mwanaume, ili mwanamke umtambue mwanaume pindi anapokuwa anapitia na yeye katika majambo yake. Umeona, ili mradi tu kusomana tabia alafu kuvumiliana, kwa sababu mkamilifu ni yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sisi wote hatujakamilika. Moja kwa moja tunaweza tukaelekea moja kwa moja katika namba moja. Kama kawaida tutakwenda kwa mtiririko wa klipu 5 inshallah, then tutaendelea na majambo mengine. Kwa hivyo moja kwa moja tutaingia katika namba moja. Mwanaume kisaikolojia na kidini. Mwanaume hupenda kuthaminiwa, yani sifa ya mwanaume hupenda kuthaminiwa, yani hiyo ndio nature yake, anapenda kuthaminiwa. Anapokuwa anapenda mwanaume kuthaminiwa, sasa natakiwa wewe pia umthamini, kwa sababu ndipo pale ataona ule wanaume wake ambao Mwenyezi Mungu amemuumbia yeye, kama aliposema vile yeye ndo arrijalu qawwamuna. Umeona? Kwa hivyo sasa yeye anatakiwa, yeye unajua, kwa sababu ni mwanaume, kwa hiyo wanaume wengi wanapenda kufanya nini? Kuthaminiwa. Kisaikolojia mwanaume huhisi, yani mwanaume anakuwa anahisi thamani kupitia heshima anayopata kutoka kwa mke wake. Kwa hivyo mwanamke, unapokuwa unamthamini mume wako, kwa sababu utakapokuwa unamthamini mume wako, yeye ndo anahisi nini? Heshima kubwa anapewa. Kwa hivyo lengo la kuumbwa kwetu sisi, tumeumbwa lengo tuweze kufanya ibada, lakini pia tujuane, lengo ili tuweze kuishi kwa pamoja, tujuane. Mke wangu anapitia haya na mimi mume wangu anapitia haya. Kwa hivyo mwanamke tumemwangalia, sasa hivi tunamwangalia mwanaume, sifa yake na nature yake, anapenda kuthaminiwa ili aweze kuishi vizuri kimapenzi na huruma na wewe. Kwa hivyo lengo unatakiwa umthamini, na kumthamini kwenyewe ni kule kuchunga zile amri zake anazozitaka, umheshimu. Maanake una wanawake wengine anapokuwa ameolewa anakosa zile nidhamu, wanatoka tu bila idhini ya wanaume zao, anafanya mambo kinyume, haombi ruksa, anafanya mambo mengi ya ajabu. Kwa hivyo mwanaume unapokuwa utengeneza mazingira, mume wangu naomba ruksa, mume wangu nakwenda sehemu fulani, kwa hiyo huyu mwanaume anaona yes, nimethaminiwa na hii ndo nafasi ya cheo changu. Umeona? Kwa hivyo hiyo ndo nature yake. Sio tu unatoka mwanamke alafu naambia nimetoka, yani unakuwa unatoa taarifa. Kwa hiyo lazima tubadilike ili tuweze kuwafahamu wenzetu nature yao ni nini. Umeona? Na wanaume wana daraja juu yao, yani wanakuwa na daraja kubwa sana, yani kwetu sisi wanawake daraja yao iko juu kwa majukumu ya uongozi ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameweza kufanya nini? Ameweza kuwamilikisha hayo majukumu. Hapa si ubora wa utu, bali ni jukumu la mwanaume. Anahitaji kuheshimiwa ili aweze kuona thamani na kusimamia imara majukumu yake. Sasa usipomthamini, yani anaona huyu mwanamke ananidharau, haniheshimu, hasa vipi mimi na mimi nitamuona kama huyu, nitamjali katika majambo yake. Kwa hiyo ndipo unapojikuta sasa mwanaume na yeye anapokuwa, wewe mwanamke umepitia majanga yako, labda unasikia vibaya, unasikia hivi, na yeye anajikuta anakupuuza. Kwa sababu gani? Tayari wewe hujamheshimu, hujamtengenezea nidhamu, hujamtengenezea ile adabu ambayo yeye anakusudia awe nayo. Kwa hivyo mimi nasaha zangu, ndugu zangu, sisi ndo wanawake wenyewe, tubadilikeni, tuweze kuwatii waume zetu, tuweze kusimamia majukumu yetu, tuwaheshimu waume zetu, kwa sababu wao ndio thamani yetu sisi. Kwa sababu haya maisha bila Mwenyezi Mungu tujalia kupata watu wawili, sijui pangekuwa na watu wa design gani, sijui pangekuwa na watu wa vipi. Kwa hiyo tunashindwa kusomana tabia, na ndio maana tunashindwa kuelewana, na ndio maana hata ndoa zetu hazidumu, kwa sababu hatusomani tabia, hatujuani, hatufahamiani. Ndio maana ndoa hazikai, kwa sababu imekuwa ni vice versa. Ukisema cha ng'ombe, mwenzako anasema cha linzi. Kwa hiyo tunajikuta hatuelewani. Kwa hivyo tukisomana tukajuana, umeshamsoma mwanamke umemjua, na umemsoma mwanaume umemjua, wala upati tabu. Umeona? Wanapenda kuthaminiwa, lakini pia katika kuthaminiwa pia hawapendi kubugudhiwa. Manake wanaume wengi
wengi, asilimia kubwa anataka ayafanye majambo yake, lakini wewe usimuulize lolote, sijui kuna hichi. Hawapendi yani, mfano wana majambo yao ya siri, hapendi yani umharas, labda ushike simu zake umuulize sijui nani sijui nini, kama hivyo. Kwa hivyo almuhimu anapenda kuthaminiwa. Kwa hivyo mthamini mume wako, kwa sababu ndio chaguo lako na ndio utulivu wako. Kwa hivyo lengo la kuzungumza hili, watu tujuane, tusomane na tuweze kuvumiliana, kwa sababu maisha haya bila kuvumiliana hatuwezi kutoboa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atusimamie na atuongoze katika kheri, na inshallah tutaendelea na namba 2, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atufanyie wepesi kama tulivyoahidi, na ndivyo tutakavyotekeleza. Mungu atukutanishe kwa pamoja, na Mungu atujalie tuweze kusomana tabia afu tuvumiliane, kwa sababu huyu kalelewa kwao huko na wewe umelelewa kwenu huko, matabia hayajuani, mnakuja kukutana tu from nowhere. Lazima mtatikisika, lazima mtayumba. Kwa hivyo lengo, lakini ukishajua huyu ameumbwa kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemuumba ili niweze kumthamini, umeona yote hayo ni katika makadirio ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ndio maana wewe umeumbwa mwanamke na akaumbwa mwanaume. Huu ni mlango wa Mungu na ni mpango wa Allah Subhanahu wa Ta'ala yeye mwenyewe alivyokuwa ameupanga. Kwa hiyo hii ni namba 1, tuendelee namba 2 inshallah. Wabillahi tawfiq.